vitu bado vinaendelea, yani vitu bado vinaendelea. Kama unakumbuka last update nilikwambia kwamba Arsenal wameingia mbioni kumtafuta saini ya Morgan Rogers. Sasa wanakwambia bana, wakati wanafuatilia saini ya Morgan Rogers kwenye listi kwenye list kulikuwa kuna jina la Eli Copley. Dogo bona mouse, dogo anajua sana, dogo is a French, dogo ni Mfaransa, anaelewa sana anachokifanya. Kama unakumbuka, kwa sababu nikikumbusha namba zake za nyuma inawezekana ukasahau game yake na Manchester City, ile out alopiga goli goli alilofunga Manchester. Dogo ana talent kabisa bana. Arsenal tumeingia mbio za kumtaka saini yake, na Andrew Beta ana kazi ya kuhakikisha kwamba anamsaini dogo, kwa sababu katika listi aliyopewa na Mikel Arteta jina la dogo Eli J.R. Copley lipo. Young sana, bado mdogo, lakini uwezo anaokuonyesha ni mkubwa sana. IQ yake ya mpira kubwa sana, maamuzi yake makubwa sana, spidi alionayo ni ya kutosha. Anacheza pote, anacheza anaingia katikati, anapocheza Saka ni ndivyo anavyocheza. Tofauti ya kwamba dogo ni dribbler. Dogo ana dribbler vibaya sana. Nafikiri kwenye kucontrol mpira dogo ni hatari, lakini anatokea pembeni, anaingia katikati. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaingia katikati, anamaliza. Dogo anajua kushoot, accuracy yake ni nzuri sana. Kwa hiyo tukipata saini yake hiyo, ili dirisha inaweza likawa zuri sana. Na mimi nafikiri kabisa kwamba tulikuwa tunahitaji mtu kama huyu. Unahitaji mtu ambaye caliber Semenyo alivyokuwa Bournemouth alikuwa anatoa hivyo vitu, lakini toka ameenda Man City mwanzo alikuwa anakuonyesha, lakini sasa hivi hatuvioni. Shida ni kwamba wachezaji ambao wanakuwa wanatoka timu ndogo, timu ambazo bado wanahitaji jina lao lisikike, waga wanatupa changamoto sana kwenye kuwa na imani kwamba je, nikimsaini anaweza kanipa ile 8 au 9 over 10 au 10, kwa sababu mara nyingi sana tumekuwa naona kwamba wachezaji wanapotoka katika timu ndogo wanakutana na pressure ambapo wanashindwa kuenda. Tuliona kwa Jack Grealish alipotoka Aston Villa kwenda Manchester City. Tuliona kwa wachezaji mbali ambao washawahi kutoka timu ndogo kwenda timu kubwa, wanashindwa ile pressure ya timu kubwa, kwa sababu unapokuja Arsenal unakutana na pressure kubwa, unakutana na demand kubwa, mashabiki, fan base, kocha, timu kwa ujumla. Kwa hiyo kuna ile pressure ambayo mchezaji akiwa akishindwa kuiendea ile pressure anapotea kabisa. Kwa hiyo Copley dogo mdogo sana, dogo ana namba nzuri sana, namba alizonazo ni nzuri. Yes, dogo ni mzuri sana. Ukiangalia uwezo alionao unaridhisha kabisa. Numbers yake ni ziko vizuri kulingana na idadi ya mechi alizocheza. Dogo amecheza mechi 33 kwenye all competition, lakini katika mechi alizoanza ni mechi 22 na dogo ana rate ya goli 13. Na wastani wa dakika alizocheza ni wastani wa dakika 51. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba dogo sio kwamba ndo alikuwa ni game kwamba alikuwa anaanza game zote, lakini you can imagine kwamba dogo ameanza game chini 21 lakini ana goli 13. So unaashumu kwamba ukimsajili dogo huyu, kwanza umri wake ni miaka 19, so you can imagine bado ni mdogo sana. Kwa miaka 19 ana uwezo hata kutokea benchi, na bado una uwezo ukamweka for the future. Miaka 19 kwa umri alionao inatosha kabisa sisi kumsajili. Eli Copley unamwonaje? Toa maoni yako hapo chini. Je, Arsenal tunasabia kwenda naye au tuangalie Arsenal waende kutafuta nyota mwingine mkubwa zaidi, au Eli Copley pia ni ana nafasi ya kutusaidia? Toa maoni yako hapo chini, like, subscribe, share ili video hii iweze kuwafikia wanagana wengi, ili tuweze kukutana kwa pamoja hapa nyumbani. Peace.